Tarishwa kwako, na hiyo somo inafika inashangaa kwa maisha yako, na ina kitu ambacho itafanya kwako. Elewa kwamba Mungu anakupenda, Mungu anakupenda. Ninazoea kusema kama Bwana anatembelea kwa watu wote, lakini afanyake vyote kwa wote. Haleluya! Bwana akitembea anatembelea watu wote, na afanyake vyote kwa wote. Kwa maana leo inaweza kuwa yako, lakini ya mwingine haitakuwa leo, itakuwa kesho. Haleluya! Somo inasema hivi, ambia mwenzako, muulize tu ulizo moja. Muulize, mheshimiwa, unatoka jamaa gani? Hapa muulize, sema mheshimiwa, unatoka jamaa gani? Sitasikia hapa ukiuliza. Haleluya! Unatoka jamaa gani? Hiyo ndio somo ya leo. Haleluya! Mpendwa, nielewe kwamba hakuna mtu pasipo jamaa. Hapana. Hakuna mtu ambaye anaweza onekana kama hana nafasi, kama hana jamaa pale kwenye alitoka. Kila mtu mwenye anaweza onekana na unamtazama, elewa kwamba ana familia, elewa kwamba ana jamaa. Na natafuta ongea hivi, kwenye unakwenda sio shida, lakini problemi kuna kwenye unatoka. Sikia, naeleweka pale? Pale unakwenda sio shida, sio probleme yako. Usitake probleme na mihali kwa kwenye unaenda, lakini chimbuko lako ndilo ina shida. Provenance yako ndio ina shida. Pale ulitoka ndipo pana shida. Shida haiko kwenye unaenda, lakini iko kwenye unatoka. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio kwa maana ninazoea kuambia watu, kama unaonekana kuna mwanzishi. Haleluya! Kama unaonekana leo kuna mwanzishi, na ule mwanzishi ni jamaa. Na kila mwanzishi anaanzisha vitu viwili, baraka au laana. Sike kama unatokea matokeo ya mwenye alianzisha mubaya, haitaumanisha kusema ndio problemu inatokea kwenye unaenda. Hapana, ilianzaka na wewe kule, na ile ndio inakufuata. Na ndio leo tunauliza, unatoka jamaa gani? Jamaa hazifananani, ni tofauti. Haleluya! Hata kama Israeli alizala watoto 12, lakini kila taifa ilikuwa na kabila yao. Walawi, Waaseri, Watani, wa Naftali, wa Manase, wa watu Gadi. Kila watu walikuwa na jamaa yao. Hata ilikuwa taifa moja, ilikuwa na jamaa yake. Na ndio kwa maana wakati alisema anabariki taifa lake, anabariki jamaa yake. Kila mtoto alimbariki kulingana na jinsi alimfaraka. Haleluya! Na walitembea ndani ya Israeli, kila watu wanasema sie baraka yetu ya tate ya shukuru yetu ilikuwa kaivi. Ndio kwa maana aliambia Rubeni, ungalikamata ushindi wa kwanza, lakini juu litafua kitanda cha baba yako na ukashini na malaya inza. Kenye uelewe, jamaa. Usicheze na jamaa. Usicheze na jamaa. Tena nasema hivi, usijivunie jamaa na hauyajua kama inatokesha nini maisha yako. Kwa sababu matunda mingi ambayo wanadamu wanaishi leo ni matokeo ya jamaa yao. Ni matokeo ya jamaa yao. Na jamaa kama imeharibika na walioianzisha wanakufa, wanaweza kufa, lakini dhambi na laana walianzisha haiwezi kufa. Inabakia ili itafute mrithi.
inabaki ili nitafute mrithi, na usionekanake wewe unakuwa mrithi ya mabaya ya chanda chenu, wewe unakuwa mrithi wa mabaya ya familia yenu, na umeteseka. Watoto wote wenye umezala utakuwa umewatesa. Kwa nini tunaongelea kusema unatoka shamba gani? Pointi la kwanza, mwenye alianzisha taifa la Israeli wanamuita Abrahamu. Haleluya. Wanamuita nani? Abrahamu. Abrahamu anaanzisha taifa la Israeli, lakini Abrahamu aliishi Uri wa Kaldea. Unajua wakati wenyewe watu walipanda juu ya, walitoka ndani ya safina na wanajenga mnara wa Babeli, na pale walipojenga, baba mmoja ni Mrodi akasasilisia watu wachenge mnara. Bwana akafika akawashangaza na usemi, wakasamalana, watu wakatembea ovyo ovyo, na tangu kwa mnara wa Babeli watu walipoteza Mungu, watu walikosa Mungu, watu wanakosa mwelekeo. Same. Haleluya. Jafet. Wengi watu wa Jafet walienda Maulaya, mkontinent ya Europe kule. Wengi wa Yahamu ule mwenye laane waka walikuwa Mwafriki. Haleluya. Wengi wa Hamu walikuwa Mwafriki. Wengi wa Yasemu walibakia pale kwenye kunaitwa Asi. Halafu wakati watu wanaanza papasa tafute Mungu, watu wanajitengenezea mangombe, masanamu, machua, vitu gani, mabrasele, vitu gani, watu wanaviweka kwa nyumba yao, watu wanaviabudu. Lakini Abrahamu kule Uri wa Kaldea wanapotengeneza masanamu, anasema kama tunaitengeneza, sisi tunatengeneza, kama tunaabudu shua tukaka wapi? Kama tunaweza abudu maji kutoka wapi? Ile maswali ikaacha Mungu akajifunua kwa nani? Kwa Abrahamu, na kumwambia toka wewe. Haleluya. Mwanzo 12. Toka wewe katika shamba ya, na katika ndugu zako, na katika nchi ya, uende pahali kwenye nitakuonesha. Bwana Yesu asifiwe. Wakati Abrahamu anasikia sauti, ikamvutia, ikamuongoza, na akafika na akaambia bibi yake, anasema funga vitu twende. Anafika fazi ndugu yake mwenye anaitwa Nahori, anamwambia Mungu aliniambia nitoke mchanga, nitoke mshama, niende kwenye tanionesha. Sasa Nahori hakukua, anamuuliza masanamu sote, anasema unzo alisema. Abrahamu anasema huko siku moja anasema. Anamuonesha kulingana. Anasema nilisikia sauti lakini sikuona mtu. Haleluya. Abrahamu akaenda, akatoka kule Uri wa Kaldea, akatembea, lakini shida ya Abrahamu walimwambia aache shamba. Akatembea na Loti, akatembea na baba yake kutoka Uri wa Kaldea kwenda fika pale kwenye kunaitwa tena kuliko aende kwenye wataonesha, anaenda Harani, na Harani ni kwa ndugu yake. Ndugu yake Abrahamu aliitwa Harani, ndio mwenye alikala kule mji wa Harani, na mji unaitwa nini? Harani. Akatoka tena akabaseme atoke mshama, na hama na shama tena, na hamia nini mshama. Haleluya. Ulitokaka wapi na umehamia wapi? Mbona kwenye ulitoka ulisema unaachana na mambo ya dunia, tena na kwenye unaenda nako ni nini? Ni dunia. Ulisema unaachana na vyote wenyewe wanakukataza, lakini mpaka leo unapambana navyo. Haleluya. Anamaliza Harani miaka hayasikia sauti ya Mungu. Hayasikia sauti ya Mungu. Ndio kweli ametii sauti na ameenda, lakini haitekeleze kisi walifanya nini?
walisema, na hili linasababisha Mungu amunyamaze asisemake naye. Napenda kuuliza watu, haijatosha utoke kule uingie mkisomo na ubatiziwe na unasema ile natosha. Hapana, kuko maorientation za Saint Esprit za Roho Mtakatifu zenye zinakuambia acha hiki, enda na hiki, tembea hivi, enda hivi, fanya hivi, utakuwa hivi. Ndio kwa maana leo watu wamebakia mwisomo, hayasikia sauti ya Mungu hata siku moja. Ukimuuliza una ahadi, anasema tutenda mbinguni. Anaoti wenyewe wanatembea kana Mungu, wanatembea kana mapromesi, wanatembea kana masauti ya nani? Ya Bwana. Kama vile Bwana amepolezea hapa, anasema wote walio wagonjwa wapokee uponyaji. Amesema baraka zimeandaliwa. Tena usiku akasema atasumbukia kazi zetu. Pale tunatoka humu na tuko na assurance ya nini? Ya promise ya benediction. Ndani ya nini? Ndani ya maisha yetu, ndani ya kazi yetu. Na hata utakuta mtu kuparsele na kukazo nasema hapana, baba ameshasema atasumbukia problemi, maana anatembea na sauti ya nani? Ya Mungu. Haleluya! Haleluya! Wakati Abrahamu anafika, baba yake anakufa pa. Akahama pale, akaenda pale wanaita Sekemu. Akajenga madhabahu ya kwanza. Sana jenga madhabahu ya kwanza, akaita jina la Bwana pale. Mungu akamkaribia. Akatoka pale, akafika pale panaitwa Damaski. Akapata pale mtu anamuita Eliezer, akajenga madhabahu pale. Bwana hakumuonekana.